Yes. Habari yako? Hapa Zanzibar, kila bosi ana bosi wake, au kila kiumbe kina bosi wake. Kutana na bosi wa paka Zanzibar ambaye anaitwa Subeti. Utajifunza mengi. Let's go. Mimi mzaliwa hapa Zanzibar. Nimezaliwa hospitali ya Mnazi Mwembeladu, lakini maikwetu naishi kwa Junis. Wanyama kwa sababu nilikuwa kawaida na idea kutibu wanyama. Sababu ndio kukaa Israeli, kukaa Italia, lakini Israeli ndio nilikosoma kuhusu kuwatibu hawa wanyama. Nikuja nyumbani wanyama wakawa naona wanapata tabu, mtu akila anakwenda anachukua chakula. Sasa ndio maana mimi nikaamua kuwa nawaletea chakula kila siku ili kwa hawa wageni wanakuja hapa wasipate ile disturbance ya wanyama. Nashukuru Mungu nimejitahidi mpaka sasa hivi mzungu anaweka kula yake, anaweza kuinuka akaenda hapa na pale bila mnyama kutia mdomo wake kwenye chakula cha mgeni. Wako 67. Faida anakuwa nauza hizi necklace zangu, ndo nanunulia chakula, sio asubuhi, mchana na jioni na usiku. Sana wakati mwingine nategemea na vile ninavyoipata ile riziki. Mimi mgonjwa wa akili, wengine wananiona sina kazi ya kufanya, wengine wanakuwa wanasupport, wanakuwa wanachangia, mwingine ananunua necklace kwa ajili ya kuwa support hawa wanyama. Hata niwaite hapa watakuja wote, utashuhudia kuwaona. Hata kama wengine wamelala watakuwa wamelala, lakini waliokuwa macho lazima waje nikita. Junior, Maria, Tiger, Lee, Chinese, Ramses, Kilua, Afrika, Kenzo, Jaguar, Prince. Wanakuja. Mzito hao alikuwa na kilo 8. Anaitwa Maria, lakini sasa hivi naona hayupo hapa kwenye area hizi. Maria! Nazingatia kwa sababu naweza kuwa nawaelewa kwa kuwaona, najua huyu ndo namuita fulani na huyu na mjina anakwenda mpaka analizoea, sio kusema kuna wapeleka hospitali. Sema inanikosti kwa sababu ile kuwapipotea madawa ya wanyama inakuwa kidogo expensive, lakini najitahidi. Wakiumwa na wapeleka hospitali. Kama sasa hivi hospitali wako paka kama 4 wako hospitali. Bali nakuwa sifaidiki, isipokuwa nashukuru kwa Mungu kwa sababu Mungu katuambia tuishi nao wanyama. Sasa tunapoishi nao hata Mungu naye anakubariki, unajua. Kwa sababu ya ile bidii, kwa sababu wanyama Mungu katuambia tuishi nao kwa sababu wanataka kula, wanataka maji, maziwa, sometime lazima uwape kwa sababu chakula kikavu sana, sio na chakula dukani kinauzwa ghali 25 pakiti moja. Kula kwa sababu kwa mara moja anaweza kula pakiti 2 na mchana pakiti 2 na jioni japo pakiti moja wakipata, kwa sababu hiyo hakika sasa wapate pakiti 2 kila muda, sababu hii pakiti moja ina kilo 1. Nao ndugu, lakini watoto kusema kweli, watoto nilizaa Japani, Spain na Norway. Hapa sina mtoto. Mani nilikuwa naishi huko. Kama huyo hapa jina lake Prince. Panda juu hapa. Huyo jina lake Prince. Huyo ana miaka 13. Unapomwona mdomo wake hapo. Sasa kuna mtu alitia samaki kwenye huki ile ya kuvulia, akampa akala, ndo akavuta akapata jeraha hilo, alisoma 67, ndo mpaka leo anaendelea kuwa hivi. Sasa hivi amepona, yuko vizuri. Ndugu zangu wa karibu wanajua tangu zamani kama mimi daktari wa wanyama, najua kutunza wanyama. Kwa hiyo ndugu zangu wanichukulie kama labda kitu kibaya sana au wakanichukulia mimi labda vipi. Mimi ninachoomba watu wasiwe wanawapiga wanyama, kwa sababu mtu anapompiga huyo akipata jeraha inanikosti mimi kumpeleka hospitali. Ikisha mtu kama anaamua kuwasaidia, labda anaweza akanunua chakula akaniletea, watakacha pale Zenji Cafe bwana, akija yule mtu anawapa paka chakula ampe, au mtu kama ana riski yoyote akiweza kuniachia mimi nanunulia chakula. Lakini normally nauza hivi vidude ndo napata pesa na nanunulia chakula. Haya, umejifunza mengi nami. Weka comment, like and share. Kama unatutizama katika account ya YouTube, tafadhali subscribe. Let's go. Asante sana. Watch next video.